Wanasema Mungu akitaka kukupa hakuandikii barua. Wakati mwingine maisha yako yanaweza kubadilika bila wewe kutarajia. Naamini kwa huyu mtoto ambaye anakwenda kukupa story yake hapa, very soon maisha yake yanakwenda kubadilika. Naamini kuna hii hapa video ambayo Mario ameshare kwenye page yake ya Instagram ya bwana mdogo ambaye anauza mayai. Kilichotokea ni huyu jamaa ambaye amemrekodi akajifanya kama vile hana pesa kununua mayai, na anamuomba bwana mdogo huyu ampe walau yai moja aweze kutoa njaa yake. Hebu sikiliza hii video. Mdogo wewe. Mambo. Maraba, mayai ngapi? 500 moja. 500 moja. Angalia meko nitaka mayai la kiwango kini. Angalia, sina hela mwanangu, naomba yai moja. Kule. Asante sana. Hii ya mayai unauza wewe? Ni ya kwako? Ya kwako? Ni ya kwako mayai? Asante sana. Bila usondoke. Uga nigaa hili hapa mwanangu, acha nimzadie. Sasa shika hii hapa. Sawa, mimi hiyo nimekugaia tu mdogo wangu, usikia? Kwa vile umeingia yai bure, mimi nimekugaia hela hapo. Shilingi ngapi hiyo? Utakunywa chai utanini? Nije chumvi kidogo, neke chumvi kidogo. Chumvi neke kidogo. Neka hapa kwenye mfuko. Neke hapa kidogo. Sasa Mario ameshare hii video na akaandika, hii hata kama ukiwa hujatokea kwenye mazingira kama haya, lakini inaweza kukugusa kwa namna huyu dogo alivyokuwa na moyo mzuri, heshima na unyenyekevu. Hii video nzuri, lakini imenifanya niangushe chozi. Huyu bwana mdogo namtafuta, anayemjua anitumie DM tafadhali. Kwa hiyo Mario anamtafuta huyu kijana, amependa ukarimu, kwa sababu unaweza ukaona vile bila shaka wewe ni shahidi namna ambavyo bwana mdogo alikuwa yuko tayari kumpa huyu jamaa yai, japokuwa ndio hivyo, hii ni biashara yake na huu ni mtaji mdogo sana, ndio hivyo anajitafutia kipato, lakini ameonesha ukarimu wa kumpa ambaye huyu yuko kwenye gari, ana pesa kuliko yeye, lakini tu kwa sababu ni mtu ambaye ni kijana ambaye ana roho nzuri, akaamua kumsaidia, na huyu jamaa akawa ametoa hiyo 2000. Naona sasa video imesambaa na Amina anakwenda kupata vitu vikubwa zaidi. So bila shaka Mario hawezi kuwa mtu wa mwisho ambaye ataonesha ukarimu kwa bwana mdogo. Naamini kwa comments ninazoziona hapa, jinsi ambavyo watu wameguswa na roho ya huyu bwana mdogo, bila shaka kuna namna huyu kijana maisha yake yanakwenda kubadilika. Tutasubiri kuona Mario atakavyompata, kitu gani ambacho atampa. Nimeona umeposti video huyu bwana mdogo, nataka nijue kutoka kwako ni kitu gani ambacho kimekuvutia kwa kijana huyu mtoto. Unajua jana tulikuwa na siku ndefu na nini, mambo ya JP, tumetoka hapo mafuta party, so nilikuwa nimelala mpaka jioni yani. Kwa hiyo nimeamka tu kama kaida yetu, tamaduni yetu, nimeingia baada ya kuweka mambo yangu sana, nimeingia Instagram, nimekutana hii clip, ndio ya kwanza kukutana nayo Instagram leo. Kwa hiyo nilipokutana nayo nikaa naiangalia, ikawa imenivutia sana, ikawa imenikumbusha vitu vingi, yani imenikumbusha maisha mengi sana huko Swahili ambako tumetokea, unaelewa. Of course mimi sitaki kuwadanganya watu kama leo kuuza mayai, hapana. Mitikasi ambayo nilikuwa naifanya ndio inafanana na hivyo vitu, kwa sababu ni hizo misha za kupata 500, 1000. Lakini sana kama nimewaza, nimemfikiria udogo anauza mayai, ambao mayai amenunua, amechemsha. Sina uhakika kama inawezekana kama ni biashara yake kweli kama alivyoitikia. Inawezekana pia ametumwa, ameagizwa labda kauze hivi, au hata kama ni ya kwake, hata mayai anavouza make faida ni ndogo sana. Ila yeye moyo wake ule wa kusema kwamba anaweza akampatia mtu yai bure, yani yai moja bure, iko kitu yani. Nimemwona dogo yani ana moyo mzuri sana, ni kitu ambacho mimi kimenivutia. Lakini pia nikiangalia jinsi alivyo na nini, reaction zake, yani sijui nikwambieje, lakini uwezi amini ni clip ambayo nimeiangalia imenivutia, lakini pia imenitoa machozi, yani nimelia. Umelia mzee? Wallahi nimelia kwa kumwangalia tu dogo anapompa jamaa yai na nini, anapotaka kumpa chumvi, sijui pilipili, anavyoongea, yani mnifanya nimuone ni dogo ambaye
kwanza anajielewa kwa umri wake ule kufanya biashara. Unajua madogo wengi kama wale unawakuta hapo tu anagonga kwenye vioo, anaomba 200 ngapi, lakini yeye kwanza moyo tu kusema afanye biashara ni kitu ambacho kimenivutia. Lakini kilichonivutia zaidi ni moyo wake wa kutaka kumpa yule jamaa ambaye yeye anauza mayai, anatembea, lakini yule mtu hajajali yeye yuko wapi. Yule mtu yuko kwenye gari. Unaelewa vizuri. Maana mtu mpaka anakuwa kwenye gari hawezi kukosa tena kusema anataka kula. Alikuwa kama anamjaribu tu. Alikuwa inawezekana anamjaribu, au inaweza ikanipa picha au ikaniambia kwamba huyu dogo inawezekana kuna watu wengine pia ambao wana shida kweli, anaweza pia akawasaidia, au akipata kikubwa zaidi anaweza kawa sababu ya watu wengine pia na wao kusaidika. Yeah. Kwa hiyo iko ni kitu kuvutia zaidi. Na umesema unamtafuta mtu yote ambaye anamjua akudm. Unafikiria utampa nini ama utaongea naye vipi ukutana naye? Mimi namtafuta, nikimpata nitamuongea naye. Nitamuuliza yuko wapi, nataka kufahamiana naye vizuri zaidi. Alafu baada hapo tuangalie naweza nikamsaidiaje. Kwa sababu na uhakika kwamba mimi sio tajiri hili, lakini kwa hiyo biashara anayofanya naweza nikamweka sehemu nzuri zaidi. Oh yeah. Yeah, na nipitia comment 2-3 hapa, watu wengi pia nao wameguswa na hiyo sana. Wanahitaji pia kumsaidia. Kwa hiyo kupitia mimi kama kioo cha jamii nafikiri itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kumpata. Hiyo taarifa ikienda kwamba Mario bwana kaposti, itakuwa ni kitu kizuri na itakuwa rahisi kupatikana. Yeah. So hata kama mimi sitokuwa sababu ya kuweza kumsaidia mpaka akatajirika, lakini kuna watu wengine nafikiri pia nao wana mioyo mizuri kama wadogo, wanaweza wakafanya jambo kwa ajili yake. Well, so umemsikia Mario, yeye mwenyewe amesema kile ambacho mimi nimekihisi kwamba wengi bila shaka watajitokeza pia kumsaidia kwa sababu ni video nzuri sana. Yaani mimi mwenyewe nimeitazama, imenimove, nimejisikia hisia nzuri sana kwa bwana mdogo, ile roho yake. Yaani unasema ni ukarimu halisi, yani genuine kabisa na sio wa kuigiza. So I hope kwamba Mario atampata na pengine maisha ya kijana huyu yanaweza kubadilika kabisa kutokana na huu karimu aliyoonesha, japokuwa yeye yupo katika mazingira kama unayoona hapo. Na amenikumbusha jamaa mmoja ambaye yuko huko Instagram, ni maarufu sana, amekuwa akifanya hiki ambacho kimefanyika hapa kwenye video. Anaitwa MD Motivator Zachary Derenowski, ambaye nadhani anaishi Canada. Sasa yeye amekuwa akikutana na mtu kama anamuomba hivi kitu, alafu huyo mtu akionesha ukarimu wa kutaka kumpa kile ambacho amemuomba, ambacho huwa ni kitu rahisi sana, basi huwa anampa zawadi na vitu vingi sana, na wengine wamepewa mpaka majumba, magari na vitu kama hivyo. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.